Na ndio maana nikasema hivi, mchana wa leo nitaomba kwa ajili ya akina baba. Bwana asifiwe. Akina baba, Bwana asifiwe. Mchana naomba kwa ajili yenu. Maana kama kuna watu tunawategemea mno ni akina baba. Na hao ndio viongozi wa familia. Na mwingine wametumia imla. Sijui imla ina maana gani? Lakini wakati mwingine ni watu ambao wametusaidia mno. Kuna tamani akina baba mnielewe kuanzia asubuhi kwamba kama kuna mahala ambapo mwanaume mwenzetu Daudi tunaweza kumuigiza ni pale ambapo pengine tumuombe Bwana tuchunguze kidogo, atazame kama kuna mahala ambapo familia zetu hazijaziongoza vizuri na pengine familia tumezitengenezea mabonde. Bwana atuelekeze ili tufanye matengenezo tunapojipanga kwenda. Na hata hivyo mchana na baada huenda ni kesho nitasema kidogo. Maana neno hili linasema nitafanya jamani. Hivi neno linasemaje hilo? Uzuri tuna walimu hapa. Pastor Shija ni mwalimu na mimi pia ni mwalimu. Kwa hiyo walimu tuko hapa. Shija ni mwalimu na mimi pia ni mwalimu. Kwa hiyo hata ukiniita mwalimu wazi itika tu vizuri. Na ukiniita mwalimu ndio safi ulikuwa hata mchungaji. Mchungaji kidogo lakini ukiniita mwalimu na sasa ukisema neno nitakwenda. Nimelenga hoja ya mtu ngapi? Sio mmeanza kunielewa sasa. Ngoja nifundishe na rafiki yangu ili watu wanielewe. Napo anza kusema nitafanya. Nitakwenda. Nimelenga hoja ya ngapi mama? Mwalimu staff kwa hiyo baba. Nitakwenda. Hoja ya ngapi? Ndio labda kesho nitaizungumzia. Kwa sababu ni ukweli ulio wazi kwamba kuna familia nyingi hazina mpango wa kwenda mbinguni mpaka sasa. Nyingi. Na kama Bwana atayaruhusu yaendelee haya yanayoendelea na pande zote zishikilie pande zote, nataka nikwambie mbingu hazipo, na ndio maana tukageuka kusema kwamba lazima basi wokovu ibaki agenda ya kila mtu. Yaani wokovu ibaki agenda ya kila mtu. Ili kama baba ameahirisha kwenda, basi mama anzisha agenda ya kwenda. Na kama huenda mama ameahirisha, baba anzisha agenda ya kwenda. Kama wazazi wameahirisha, watoto anzisheni agenda ya kwenda. Hiyo nadhani tutazungumzia siku ya kesho. Lakini akina baba tunawategemea sana. Ndio maana hata hii picha mimi baadaye nikaisapoti kwamba walimaanisha tu kwamba sasa kuna wakati kila mmoja lazima ajitetee yeye mwenyewe. Hata Biblia imezungumza kwamba kuna saa kila mmoja anapaswa kujipambania yeye mwenyewe, kwa sababu hata hivyo tumekutana tukiwa watu wazima. Unajua ukiongea habari hizi za ndoa hizi, tumekutana tukiwa watu wazima na akili timamu na elimu zetu. Kuna wakati mwingine aidha baba au mama wametugeuka, na kwa sababu ya kutugeuka imefika mahala fulani tumeshindwa sasa kwamba tufanye jambo gani, na mwisho familia zinaangamia. Niruhusu nisome Biblia kidogo, lakini mchana tutamuuliza kidogo Mungu kupitia maandiko na pengine tutauangalia wimbo ule ambao nilikuelekeza. Sura ya Matendo, tenda kitabu cha Matendo. Kina baba tunawaombea. Bwana asifiwe jamani. Tuombeeni akina baba. Nitasema tu kidogo akina baba, sio sana, maana hata mimi si baba jamani. Wala lazima na mimi tasema kidogo tu. Sitasema kama ndivyo wasema akina mama jana. Kidogo tu. Jamani akina baba, Bwana asifiwe. Akina baba ni wazito. Ni kama wamejua kwamba hivi leo ni zamu yetu ni. Sio zamu yenu akina baba, hapana. Sisi tuna agenda ya kufanya ya kwenda. Lakini agenda hii kuanzia kesho na ielezea ni agenda ya mtu mmoja mmoja. Na sasa utanielewa baadaye, maana sasa utanielewa. Sura ya kitabu cha Matendo hii nayoenda kusoma Matendo sura ya 5. Twende Matendo 5
ndipo ninapotaka nisome Biblia yangu. Nataka nisome hapo tu, Matendo ile sura ya 5. Waliofika waseme amina. Waliofika waseme amina. Waliofika waseme amina. Matendo ile sura ya 5. Hebu wapunge mkono waliofika, maana naona kuna Biblia bado zinatafuta. Nenda haraka haraka. Nenda haraka haraka, nataka nisome pamoja na wewe pamoja, maana baadaye tutafunga Biblia. Tendo ile sura ya 5. Hebu waliofika waseme amina. Maana Biblia zimeshafika nyingi pale. Hebu naomba niruhusiwe mstari wa kwanza, nasoma kwa jina la Yesu. Lakini mtu mmoja jina lake na jamani, pamoja na Safira mkewe aliuza nini? Fungu la 2, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, kaleta fungu moja, aliweka miguuni mwa watu gani? Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako na kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya nini? Fungu la 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimeuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu bali nani? Halafu mlanga pili, Anania aliposikia maneno haya akaanguka, kisha akafanya nini? Hofu nyingi ikafanya nini jamani? Ikawapata watu wote waliosikia haya. Na fungu la 6, vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakafanya nini? Fungu la ngapi hilo sasa? La sita au la ngapi? Fungu la 7. Hata muda wa saa ngapi baadaye mkewe naye akaingia, naye hana habari hayo yaliyofanya jamaa. Fungu la 8, Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndio, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia miguu yao waliomzika mmeo ipo nini jamani? Nao watakuchukua nje wewe nawe. Fungu la 10, mara akaanguka wapi? Miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia, wakafanya nini? Amefanya nini? Wakamchukua nje, wakamzika na mmewe. Na mwisho wa kunukuu, na mambo yanaendelea hapa. Naomba tuombe. Baba, tuepushe na janga hili. Kama umeamua kutuokoa, simama kwa ajili ya nyumba zetu, simama kwa ajili ya waume zetu, simama kwa ajili ya wake zetu, ili Baba, uwepo wetu katika nyumba hii, makambi ya kila mwaka na huduma ya kila mwaka isiwe bure. Uiamshe mioyo yetu ikaamke tena kukutafuta wewe. Kwa jina la Yesu ninaomba, amen. Unaweza kufunga Biblia yako nisikilize kwa muda mfupi sana. Wakati mwingine yako mambo unaweza kujiuliza usipate majibu yake. Na hata usome wa Biblia, kuna vitu vingine ambavyo wanabaki wameviangalia vinaheri tu hivi. Kitabu cha Matendo kimeandika habari ya Anania na Safira, baba na mama. Lakini ninachofurahisha nacho sana ni kwamba familia hii, waandishi
uhakika kwamba Anania na Safira walitoka kabila gani. Yaani nilitegemea angalau tuufuatilie ukoo wa baba na ukoo wa mama, ili tuijue angalau historia kwa ufupi kwamba walitoka katika kabila gani hawa watu. Historia imenyamaza kimya. Yaani hapo ndipo sasa mimi ninayependa kuchunguza zaidi naishiwa. Historia imenyamaza kimya. Lakini namba mbili, unaweza kukubana na mimi kwamba ukisoma Biblia hapo imenyamaza kimya, haijataja na familia yao. Maana nilitegemea kwamba waandishi waseme kwamba baba na mama walipokufa watoto walisema nini, ama huenda Petro pia aliwaita watoto kuwauliza. Lakini Biblia imenyamaza kimya, na inawezekana hawakuwa na watoto. Kimya. Sasa hii ni familia, lakini inawezekana watoto wao huenda kujifunza mbinguni. Maana niliwaambia kwamba tukiingia na mawazo mengine haya, hata Mungu tutamuuliza maswali, na lazima uandae. Mimi na maswali matatu. Swali la kwanza nilisema ni magugu na ngano ya kwa nini jamani? Kwa pamoja, hilo nina swali pale nimejificha. Swali jingine nitalisema kidogo hapo mbele. Na maswali matatu, lakini yenye nguvu sana. Ila mbele za Bwana hakuna kitakachoshindikana. Atakwenda kunielewesha. Inawezekana hata magugu nayo sawa mimi ni kitu kingine. Maana kuna wakati mwingine hata tulipokuwa huko nyuma huko tunafundishwa, mnahisi ngamia kupita kwenye tundu la simba, mnaonyeshwa picha ya ngamia. Jamani, mnajua nyama ni ngamia. Lilivyo kubwa, kumbe ni rahisi kuliko eti ngamia. Mwalimu, ni rahisi kupita kwenye tundu la sindano kuliko na fungu lile mwalimu ilitufanya wengi kuwa maskini. Ilifundishwa vibaya. Yaani wengi tukabaki kuwa maskini. Na kazi tuliyobakisha haieleweki. Tukabaki kuwa wazurulaji mwalimu. Maana heri ngamia kuliko nini? Na vijana hawatafuta tamali. Kwa hata leo tunashindwa hata tufanyeje, hatuna matajiri. Na baadaye tukaanzisha vita kati ya matajiri na maskini. Mahala palipo na matajiri na maskini wana vita, wana magrupu. Wakati matajiri wanawaza mambo ya kimataifa makubwa, maskini yeye anawaza kumuita free mason tu mtajiri. Na wengine wanasema kwamba ukiwa maskini yule unaokolewa hivyo hamna. Utaokolewa ukiwa umepata shida sana. Maana siku nyingine utajaribiwa hata kuiba. Na sio kuiba tu, zaka ya Mungu utaila vizuri. Na mwishowe changamoto. Sasa familia haijatambulishwa hapo. Lakini kitu kingine ambacho kinanichanganya kabisa, yaani pamoja na hayo yote ni wanajaribu kuangalia labda kazi yao ya awali imetajwa. Maana wengi wa watumishi wa Mungu na walioandikwa kwenye Biblia, wengi wametajwa hata kazi zao za awali. Hata mitume aliowaita Yesu Kristo, wengi kazi zao za awali zitajulikana kwamba walikuwa na kazi gani. Anania na Safira, kazi yake ya awali haijulikani. Kwa labda walikuwa watoza ushuru, hamna. Na walikuwa walimu wanafundisha, hakuna. Walikuwa na kazi gani? Hakuna. Ila inaonekana wana kiwanja. Sasa labda walikuwa wakulima, sijui. Ila tu wanaonekana wana kiwanja. Lakini mwandishi mmoja anasema kwamba ni familia ambayo haikuelewa kirahisi. Familia ambayo haifani. Lakini ni familia ambayo mwandishi amesema kwamba ilikuwa na mama mtii na baba mlagai. Yaani baba mlagai, lakini ilikuwa na mama mtii kuliko maelezo. Maana Safira inaonyesha, wanazuoni waliochambua fungu ile nasema kwamba huyu mama alikuwa ni mtii sana kwa maelekezo ya mume wake. Na mama, Bwana asifiwe.
Hata sasa kuna kina mama watii kwa maelekezo ya umeza. Akiambia bana saa 9 wewe unafika hapa, ameshafika saa 9. Jamani, wewe unanipikia ka ugali kidogo ka moto sasa. Baba atakuta ugali wa moto. Hapo kuna wengine walio kinyume. Baba anapenda kuoka maji ya moto, alafu unapeleka ya baridi. Ndio kuna migogoro migeo tunaibibu sisi wenyewe. Baba apeleka nyumbani, wewe baba akifika ndio mtawakupiga kelele. Kuna migogoro migeo tunaifuta sisi wenyewe. Alafu tena migogoro ikishainuka ndio kwa changamoto. Hebu nisikize mama, bado hujanielewa vizuri. Ya, familia ilikuwa na watu wangapi? Mama mtii. Na hata hivyo Biblia inasema hivi, nenye akina mama si, alafu ya nini? Watiini waume zenu, si ndio? Au wapendeni? Ni kutii. Alafu wanaume ndio waambie kufanya nini? Familia iliyokuwa na mama mtii. Maana baada ya kuuza hiki kiwanja, baba akasema, baba mlagai akasema kwamba sikia mke wangu, yoyote yule akikuuliza sema hivi. Na mama naye akasema kweli baba Ngolo. Tana. Yule waimbaji. Jamani, wale waimbaji maisha. Jamani, waimbaji wanacheka maana nimesema baba nani? Baba Ngolo. Mimi binti yangu pekee anaitwa Ngolo. Sasa nimeamua kujitolea mfano mimi mwenyewe kwa sababu na kijana anaitwa Ngolo. Na ndio maana hao waimbaji wamecheka kidogo. Maana wamekumbukia kwamba kweli baba Ngolo. Yaani nimekuwa mimi sasa nikawa albino. Na mke wangu akawa nani? Sasa niliposema maelekezo sasa amesema kweli baba Ngolo. Kwa hiyo sikia kidogo ninapoenda kumalizia. Ukweli ni kwamba nashuhudia kweli ya kwamba kuna mazingira fulani wako akina mama tumewatengenezea dhambi ambazo sio za kwao. Yaani kuna kina mama wanakwenda kuangamia walio wengi kwa sababu ya dhambi ambazo sio za kwao, na wao sio washirika wa dhambi hizo, ila kwa sababu ya utii ambao Biblia wengi imewaelekeza, wamewatii waume zao, na hata safari ya kwenda hii haitakuwa kwao. Si kama ni mtu mmoja amenielewa ninachotaka nizungumze. Hebu sikia kidogo. Anania wakauza kiwanja kwa siri. Na walipouza kiwanja kwa siri, sasa wakakubaliana. Mimi naona hoja iliibuliwa na baba. Na hoja ilipoibuliwa na baba kwamba sasa wakituuliza sema nini, na mwanamke akasema ndio, maana ni baba amesema. Ndio kuna tamaduni ukienda, jamani, kuna tamaduni, kuna mahala kila kitu mpaka baba aseme. Baba asiposema hakuna kinachoweza kufanyika. Nikaenda tena mahala fulani nikakuta muamuzi ni mwanamke. Kija atakualika jambo fulani, labda kuna jambo la wanawake waambie kule. Alafu wanawake wao watawaeleza kina baba. Hizo ni tamaduni za watu. Na watu wanazisherehekea. Hebu sikia. Anania ameuza shamba. Na alipouza kile kiwanja, mke akampanga. Na bahati mbaya hii wakaamua kuchukua sehemu ya mali ya Bwana. Mwandishi mmoja anasema kwamba Anania hakuwa na hofu na Mungu. Na hili ndio linakuwa gharama kuliko gharama yote. Kama ungeruhusu niseme jambo, huenda mama au baba yako mambo, hebu hata wewe yapime mambo ambayo kweli unatikwa. Maana Anania yeye hakuwa na hofu na Mungu na watumishi wa Mungu. Ndani alikuwa mtu wa jana, wakati nasikiliza hapo nyuma hapo, alisema habari za malimbuko. Ulikuwa ni wewe mchungaji, kwamba habari za malimbuko watu wanakuletea. Ndani alikuwa mtenda hasa kwamba habari za malimbuko wanamletea
Umewahi kuona msabato amekuletea malimbuko? Sasa umewahi kuona? Bado. Lakini umewahi kuona toka mshiriki amekuletea debe tano hata kule na mahindi kama pastor? Mtu wa Mungu barikiwa. Kwako analeta. Wewe uko vizuri. Ndio maana rafiki yangu na kitambi wewe. Haya? 10. Ndio maana kitambi. Hata mimi nitatamani kuchunga mtawala. Nimegundua kumbe kwa ndani bwana unapeleka. Na ndio maana jamaa yuko vizuri. Mtamu. Yaani wewe uko vizuri wewe. Kuna mitaa mingine rafiki yangu. Kila mchungaji anayekuja ni mbaya tu. Upo mtaa mmoja una kanisa moja. Kila mchungaji anaenda ni mbaya tu. Mchungaji atumuelewa huyu, muhamisheni kila mtaa na sasa unajua kumbe nao wajuaji huwa wanajua. Niliwahi kutoa tangazo tukiwa Kasulu kwenye mkutano wa wale. Ile tangazo tangu siku ile wakajua kwamba huyu katibu sio wa kupigia simu kulalamikia mchungaji. Na kwa nini sipigi simu zinapita kwingine? Bana, mimi huwezi kunipigia simu maana ninajua wachungaji wote sisi hatuna TBS kwa kanisa la Msabato. Ile kila mchungaji anapigwa tu kelele. Lakini kanisa halikufundishwa juu ya kutii viongozi. Hapo tulisahau kufundishwa. Kama tulifundishwa inaenda lesoni. Maana lesoni kila mmoja nayo kila kitu. Ukiinua tu kidogo la fiema kanuni ya kanisa kwani inasemaje? Sema sasa kanuni hajui anayekuambia kanuni ya kanisa inasemaje hata yeye hajui. Sasa sikia kidogo. Bado kuna mahala familia hii inapungua kwa sababu haikuwa na utii na kuheshimu hata watumishi wa Mungu. Maana Anania anaitwa na mtumishi wa Mungu na anaulizwa tu kwamba hebu niambie ukweli, jambo hili likoje? Anadanganya na mtumishi wa Mungu anamwambia hujanidanganya mimi bali Mungu mwenyewe. Hapo maana Roho Mtakatifu. Maana wale wanaokataa utatu mtakatifu kwamba unajua utatu mtakatifu leo ni changamoto. Na kama uelewi vizuri watulia tu kanisani, jamani Bwana asifiwe. Ukishindwa kuelewa wetu yako. Unajua utatu mtakatifu nani hapa Petro amemsikia kwamba umemdanganya roho. Na mwisho fungu akamalizia Mungu. Sio mlifuatia fungu leo wote mlio mnasoma. Yaani hujamdanganya nani? Amesema mwanadamu umemdanganya roho. Alafu akaja akamalizia mbele Mungu, umemdanganya Mungu. Tatu mtakatifu umekuwa shida leo. Usipoelewa vizuri tulia tu kidogo. Maana hata kama tukienda kumkuta Mungu mgapi, mmoja au wawili haikusaidii. Wewe kinachokusaidia pambana uende wapi? Na mahala ulipo ni sahihi. Mkosi Mwamposa ni nani? Iliona klipu yake ilitembea mwaka jana akiwa kwenye makambi mahala fulani. Akasema kabisa kwamba kanisa la kweli ni la Waadventista wa Sabato. Tena akasema kama kuna upako wa kweli ni kwa Sabato. Na kama unataka kupata muujiza wa kweli ni wapi? Anasema kweli. Na mimi hii ninashuhudia kabisa kwamba kanisa la Mungu duniani ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndio kanisa la Mungu. Kijana wangu mmoja nilishuhudia, labda niseme kidogo kwa watu. Najua kuna watu hapa hata mimi kutana nao ikimuuliza. Italeta shida tu kwa mtu mmoja. Kijana wangu mmoja alinieleza hivi. Hapo ndo dereva wangu. Wakati tunachunga mtaa jirani hapa mtaa wa Tabora, tulikuwa tunapenda sana kuja kumsalimia mchungaji wa Ulambo hapa. Muda fulani mchungaji alikuwa Pastor Balaguguza nadhani yuko Mwanza. Aliwahi kukua muda fulani akiwa hapa. Tulikuwa tunatoka Tabora kuja hapa kumsalimia. Sasa kijana aliyekuwa anatuendesha yeye amewahi kupitia kitu fulani kigumu, nataka nikuweke sawa hapa. Ili utulie nimalizie kisa hiki tuende nyumbani tukapumzike. Kijana yule alikuwa anatuendesha akatuelezea kisa kigumu sana. Yeye alikuwa ni Muislamu. Baadaye akaoa
binti tu huko mitaani huko, na baadaye akagundua hivi, aliyemwoa sio kiumbe cha kawaida, ila akaambiwa na marafiki zake kwamba uliyemwoa sio kiumbe wa nini. Ukitaka ujue sio kiumbe wa kawaida, usiku wa manane, ila usiogope, usiku wa manane akiwa amelala hivi, ukisikia kuna ishara hizi, mgeuze upande kwa namna hii, fuata maelekezo, halafu tulia, sikiliza. Ukichoka kusikiliza, mgeuze alivyokuwa. Sasa unajua kuna mitihani mingine ni mizito kweli. Jamaa naye kama alikuwa ni mtu wa imani, naye muda ulipofika, alipoona zile ishara, akamgeuza bwana, akasikia mambo mazito, sikia habari nzito, na baadaye alipoona ni kama anataka kuzidiwa, akamrudisha jinsi alivyokuwa, akatulia. Alichoona nitajiokoeje na kitu hiki. Yeye alichosema tu ni hiki kidogo tu, kwamba nitafute kanisa, nitafute leo. Anasema pasa nilitembea, unajua nilikuwa tunaendesha gari. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja kwa Tanzania, yeye yuko Arusha kwa sasa. Akasema bwana, labda acha kwanza kutusimulia kwanza tufike, maana gari inakimbia hivi. Lazima hapana, kwanza niko vizuri. Yaani anasema akatafuta kanisa wapi anapoweza kusali. Akatembea makanisa kila anapoenda, anasema hakuna chochote kilichoendelea. Asa basi nikaenda kanisa moja, tulikuwa ni Baptist of Force na Uzima 8, niko pale.